Hivi unajua kwamba even before you start talking in front of your audience, just looking at you, the audience can tell, is this presenter confident ama anaogopa? Yani unaweza sasa badala ya kukusikiliza wakaanza kukuonea huruma. So today I'm going to share tips on how to control your body language or practice your body language ili exude confidence when you are presenting a speech in front of an audience. So first, stand tall and grounded. Yani ukisimama, simama huku umeachia miguu yako pembeni kidogo and be just comfortable and calm ukiwa umesimama. Hakuna haja ya kutembea huku na huku, huku na huku, then huku you're fidgeting your hands. Just be confident and let your body relax. Kwa sababu you moving around and not being grounded on where you are, it makes you feel and it makes the audience feel kwamba is he really sure of what he wants to tell us? Unajua the fact ya watu kuja kukusikiliza ni kwamba wanakuja kuwa educated, kuwa motivated, kuwa inspired or to get an information about something. Sasa kama yule ambaye anatakiwa wape information about something, yeye mwenyewe he doesn't seem sure. Do you think you can capture attention at this kind of crowd by you yourself not exuding that confidence, controlling the stage like a person who really knows what they are doing? No. So stand tall and stay grounded. It makes you feel sure and kwamba you deserve to be there. Secondly, use open gestures. Open gestures ni kuweka mikono hivi, inaonyesha kwamba you are open to answers. I mean you're open to questions, you are open to opinions, and you are a friendly person. Rather than putting your hands, it makes you feel like you are demanding, you want to exude kwamba you are the boss or something, kwamba you are the know it all. Lakini no, keeping your hands hivi, yani showing kwamba openness, inaonyesha kwamba you are friendly and easy to talk to and easy to listen to. Pia kuweka mikono hivi nyuma, it makes people uneasy. They would want to know kwamba what are you hiding? Kwa nini kaweka mikono nyuma? Is he confident? Is he unconfident? Ama is he hiding something? Kwa unaondolea watu ile attention, badala ya kukusikiliza wewe wanaanza kwa nini mikono yako iko nyuma? If you are just calm and using open gestures, you feel friendly to an audience. Ni maintain eye contact. Eye contact is very crucial in public speaking kwa sababu it builds connection and trust. You have to make sure all the people in the room, they feel connected to you. Angalia pembeni, angalia upande huu, angalia mbele, angalia nyuma. Yani wafeel kwamba watu wote you are there for them. Mtu asifeel kwamba huyu mbona kama anaongea na wale wa mbele tu. No. Make them, all of them feel seen and heard and connected. Yani kama unaongea na watu mia, it doesn't make sense unaongea na watu wa mbele tu. Hapana, hata wale wa nyuma wamealikwa kuja kukusikiliza, wako pale kuja kupata knowledge about something or to be motivated and inspired about something. So usibague an audience, make all of them feel connected to you. That will build trust to you and also capture their attention, kwa sababu mtu kama amekaa nyuma and anaona kabisa kwenye muda wote ambao unaongea huwatizami, you don't seem like you're actually there to talk to them, they'll zone out. They'll take their phones out and do what they want to do, call people or even go away, kwa sababu wanaona hii speech ina wenyewe bana, hii presentation ina wenyewe bana, huyu ana watu wake bana. So you don't want to have that. Utaki kuivunja your crowd waone kwamba hii ni watu fulani na hii sio watu fulani. No, you are there for all the people, for all the audience, as long as they want to listen. Another thing ni kwamba smile genuinely. Sio ile ya uongo, hapana. Smile genuinely. And believe me or not, a person ambaye ana smile genuinely, you can easily tell. Unaweza kujua kabisa huyu mtu anacheka kiukweli ama he's just laughing for the sake of smiling. So when you're speaking, smile genuinely so that people relax, na wewe pia una relax nao. Kwa sababu mtu akiona kwamba you are smiling at them and you are speaking at them, they take you as friendly. Yani wanaona kama ni rafiki yao anawaelezea kitu fulani ama anawa-inspire about something. Lakini you don't go out there unawafundisha watu about something and you're really mad ama had a very sad face. Na wewe watu, yani unajua energy can be transferred, yeah? Wewe uki-exude a very sad tone, a very sad energy, utawafanya mwisho na wale wanakutazama wawe sad. Lakini uki-exude happiness, funniness and being friendly, watu watakuwa happy, watakuwa energetic and they'll be very pumped up to speak and listen to you. Another thing ni kwamba use movements wisely.
and concisely. Mfano unaweza ukawa una move sehemu fulani right, ukiwa unatoa point, ukiwa unataka kuemphasize something you can move forward. Ukiwa unataka kuelezea kwamba something is very very serious, unaweza ukarudi nyuma a few steps kidogo. Na sio kwamba ukiwa unaongea, kuna ile namna mtu anaongea ana move hapa, ana move hapa, ana move hapa, ana move hapa. Kwanza unawachanganya wa audience, like what are you doing bra, like hawaelewi, unaogopa, yani una hofu, yani they don't really get you. Kwa hiyo inaweza kuwafanya kwamba wewe concentrated na your movement kuliko hata kile ambacho una wapresentia. Kwa be wise and concise na wisely when you are doing these movements. Move mara moja tu pap, umetoa point nyingine, uje kumove tena maybe ukiwa unatoa point nyingine. Lakini ukimove maybe 10 times wakati unaongelea point hiyo moja tu, inawafanya your audience will lose attention to you. Kwamba incorporate the use of pauses. When you're speaking, there's no need to rush. Yaani haina haja ya kutoa points 10 wakati unaongea speech ya dakika 10. Yaani hakuna haja, kwa sababu kwanza watu hawatozikumbuka zote, na pia you'll be rushing because watu hawatokuelewa zaidi, hawatokuelewa vizuri. So just take your time, ongea points chache and take pauses ili kuwapa watu nao muda wa kuchakata yale ambayo umeshaongea mwanzo. So take pauses inakusaidia wewe mwenyewe ku breathe in, kuwa relaxed, na your audience kuchakata yale ambayo umewaelezea. Kwa sababu there is no point in speaking faster while you are rushing, sababu utajikuta you are running out of breath. So confidence doesn't mean kwamba removing all the fear that you have. Ni the point ya kwamba having and experiencing the fear in you, lakini still choosing to go on, kwa sababu what you want to deliver to your audience is much better than the fear that you have. Because the fear comes from our mindset, thinking that something negative is going to happen. Lakini you being in control and play your part by using poses, making eye contact, moving concisely, will help you to exude confidence while speaking in front of an audience.